Muona Mr. Antena, si atumwite tena Dikirili kwa sababu sasa hivi jamani ipo viral sana na anazidi kufanya makubwa. Leo tupo kwenye shooting yake, alafu ni vizuri sana kwa sababu ngoma ndo ipo imeanza na hajaachiwa vizuri. Lakini video leo ndo tuko nayo na tunaishi nayo. Unaona kijua ni kikali sana, lakini tungetaka kujua mawili kutoka kwako. Inakuwaje kaka? Safi. Antena kama Antena ilikujaje? Nilipewa na mashabiki. Na mashabiki. Sasa Dikirili, maana rili tunajua ni ukweli. Sasa rili ilimaanisha nini? Inamaanisha ni ukweli. Rili ni ukweli. Kwa upande wako wewe, hiyo rili ni ukweli unaitumia sehemu gani? Ukweli wa kuelimisha mashabiki au ukweli wa uhakika wa muziki na ufanye? Sasa hivi watu wanazidi kukuzungumzia sana na wanasema kwamba uzini. Alafu sasa hivi tunakuja kuona collaboration nyingi sana. Then tunaweza tukasema kwa nini hujataka kutoa ngoma zako alafu unazidi kutia collaboration zinakuwa zipo mbele sana. Nilipromise hilo swala before toka mwezi wa 6, nilipromise kwamba kuanzia mwezi wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10. Hiyo miezi niliacha kwa sababu tu ya collab. Mashabiki zako wanataka sana wakasikie ngoma zako mwenyewe. Then unaweza ukawaambia nini? Wasubiri mwezi wa 11 naanza kudondosha moja baada ya Ulitoa Ekela sasa hivi inazidi kufanya vizuri sana na watu wanazidi kuongea kwamba style kama vile ile Ekela wamezungumzia kwamba beat kama vile ile umeichukua kwa watu, maana hicho kinazungumzika sasa hivi. Kuna ngoma fulani ya Nigeria ni Akon, beat ilipigwa kama vile lakini sio muundo kama vile ule, yenyewe ilikuwa ni slow lakini ile Ekela ilienda kidogo haraka. Watu wakasema kwamba hii beat na hii beat kidogo vinaendana. Then unaweza ukasemaje, ni kitu ambacho umeki download YouTube au kama vile beat au ni uliingia kwenye studio? Ile nyimbo bwana sio nyimbo yangu. Nafikiri wote mnajua kwamba nimeshirikishwa. Na aliyeshirikisha ndo mwenye ngoma yake. Yeye ndo ana data zote za ngoma yake kwamba beat haitoa wapi, lakini ninachokijua ni kwamba beat ilitengenezwa officially studio na tukarekodi vizuri, hakuna copyright yoyote. Na mpaka leo ngoma inaendelea kufanya vizuri. Sasa hivi sisi tuliishi na mkuu wa kambi, jana tuliishi naye akasema kwamba sijaona dogo mzuri kama Dikirili kwa kufanya mazuri, anakuwa kama supporter wa wasanii wengine. Then wewe kila mtu unamchukulia kama mdogo wako na kila mtu unamchukulia kama brother yako. Msanii gani ambao unataka awe kama vile wewe? Wasanii wote mimi nataka awe kama mimi. Yaani unajua usanii sio kigezo cha kuwa na roho mbaya au kuvimba, sijui ndo utakuwa msanii. Yaani ukimvimbia mtu ndo unakuwa msanii. Hiyo tafsiri sio. Mimi kwa upande wangu mimi naishi vizuri na kila mtu. Ushawahi kujuta kuwa msanii? Sijawahi kujuta. Kwanza nafurahiaga sana kwa sababu ni kimoja kati ya kipaji changu ambacho nakipenda sana. Ulianza kazi ya usanii fresh, familia ilikuchukulia tu hivyo unafanya kazi zako ama kwanza ilikupiga vita? Kulikuwa kuna kaugumu kwa sababu familia zetu sisi za kiasili kwenye hawaamini sana katika muziki. Ndio. Na nilipambana tu, niliendelea kuface ile ndoto yangu. Sikutaka kusikiza familia, lakini right now ni moja kati ya masupporta wakubwa sana familia yangu. Kitu gani ambacho kilikufanya familia yako ijue kama wewe ni msanii na una uwezo wa kuimba vizuri? Ngoma zangu zilikuwa zinashawishi jamii, zinaelimisha. Basi familia wakasema kumbe hapa kuna kitu. Kama anashawishi na kuelimisha jamii, kumbe yuko vizuri sana kijana. Mashabiki sasa hivi wanataka Diki achange lugha kidogo, maana washakuzoea sana kwenye Kidembe na Kiswahili. Zeni wanataka uambie Kizungu sana. Je, hiyo ndoto ipo ama wategemea hicho kitu au hapana? Bado nasoma. Nikimaliza masomo ya Kiingereza nitaandika ngoma nzima. Basi ni muda mchache tu naye tuko location. Kitu kizuri usikose kusubscribe, like na comment kwa sababu hapa ni JL TV ili uzidi kupata tena taarifa zetu. Asante.